Kwani mama mimi nilikuwa lazima milazini, kwa nini mnishirikishe mimi? Kwanza kipindi mnaanzisha mimi nilikuwa si mwende mkimalizane nyenyewe huko. Sitaki mnishirikishe. Tumalizane na nani? Na mimi nataka nimalizane na wewe. Wewe si ndo mwanangu? Wewe nataka nimalizane na wewe. Nilichokutuma nifanikishie ndo umalize mambo yako. روح عطشان ليست تروى روح عطشان ليست تروى إلا من نبع الإيمان إلا من نبع الإيمان. Nazaba insha. Salama kabisa, karibu. Asante sana. Mimi nimekuja hapa kama mshenga. Na ndugu yangu ametokea kumpenda sana binti yenu anaitwa Sala. Katika pitapita zake ametokea sana kumpenda huyo binti, akanifuata tukaenda pale anapoishi kwa mama yake. Mama yake akasema kuwa tuje hapa kwa mjomba wake. Sawa. Mimi nimelisikia. Karibu. Ila kama mshenga sijajua umekujaje hapa. Mimi nimekuja kwa niaba ya kuweza kuwakilisha jambo letu kwa tunahitaji kumwoa binti yenu Sala. Ndio lengo kubwa lilotuleta hapa. Karibuni sana. Asante sana. Ila sisi kikwetu huwa tuna taratibu zetu. Ili huyo kijana ambaye anayetaka kumwoa binti yetu lazima afuate taratibu. Jambo la kwanza ni lazima awe Muislamu kamili. Sijui tumeelewana vizuri? Na jambo la pili awe ni mtu ambaye anazingatia ibada ipasavyo. Vile vile awe ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Jambo la kushukuru Mungu ni kwamba huyo mhusika mwenyewe cha kwanza ni Muislamu. Pia ni mtu wa ibada, yani ni swala 5. Na pia yeye katika pitapita zake na yeye pia alikuwa anatamani pia mpate binti mwenye hofu ya Mungu na anaizingatia sana ibada, yani swala 5. Ndio hivyo yona kweli ile familia na jinsi maelezo yako yanavyohitaji tumeridhika kabisa, tunaona kweli amepata sehemu sahihi. Mashaallah. Sawa. Hilo nimelipokea, ila cha msingi naomba tu zifuate taratibu za barua. Sasha, nimekuelewa sana Sha. Na hilo kwetu halina shida. Kwa sababu tunatamani sana tuje kabisa kuwa katika familia yenu. Na yule binti katokea kumpenda sana. Kwa hiyo kuhusu barua hilo usiwe na hofu. Kwa hiyo nitaenda kuongea naye mhusika tulete barua kwa Sha. Sawa, karibuni sana. Asante sana. Naona na huu ni muda wa kwenda masjidi kidogo, ngoja niwahi kwanza masjidi hapa. Ni kweli umeniwahi kidogo. Tungejumuika pamoja tungeenda kupata kipindi kwa pamoja. Jambo la heri, ila kule napo mtani kwetu pale ndo sehemu, mimi ndo imamu mkubwa pale. Kwa ngoja bila mimi mambo hayaendi. Ngoja. Poa. Ndugu. Karibu sana. Asante sana. Mwanangu, mimi ni hapo kuita hapa na lengo langu. Mwanangu sasa hivi umebadilika. Tangu mpate yule mwanamke, nakuona umebadilika sana. Mwanangu nakuomba achana na yule mwanamke. Sio watu wazuri kwao. Mimi nimeota mtoto mbaya. Mwanangu toka uwe naye. Mimi sikuelewi sana mwenendo wako. Mwanangu umebadilika. Umebadilika sio? Nimefaensa mama sasa hivi. Mimi mwenyewe nadhani unaona katika mabadiliko yangu. Tangia nipate mwanamke, kwanza sasa hivi napendeza. Na nawidi. Ila usi sawa mtoto mbaya mama. Mimi nadhani ni nyakati tu kutokana na mazingira magumu sasa hivi. Na ndio maana watoto mkubwa. Mwanangu mimi naangalia la mbele. Nyinyi watoto sasa hivi mnaangalia hapa. Mimi naangalia mbele. Huko mbele tunakokwenda mwanangu sio kuzuri. Mimi nimeshaona. Umeelewa mwanangu? Mama, kama ni uhalisia ndoto yako ni mbaya kwa ajili ya mwanamke wangu. Sasa kwa nini hujaota kabla?
ya mwanamke wangu kuwa naye, ukaniotea kwamba mwanamke wangu mimi ni mbaya, unakuja kuona kwamba nishakuwa naye. Mama, mbona tunatafuta ubaya kuonekana sio sisi wachawi, kumbe una baadhi ya mambo mnatafuta wenyewe jamani. Yaani watoto wa siku hizi shida hamuelewi. Na ndio maana siku hizi watoto wa siku hizi mnapata kila siku mnapata misukosuko. Amwasikilize ya wazee wenu. Sasa unataka kujionea, endelea utajionea hicho unachotaka kukiona. Ngoja anapiga simu. Mama. Niko leo kitu hapa sina dala mama. Ni nyumbani. Nakuja sasa hivi hapa. Usijali. Sasa hivi nakuja. Sasa kimkubwa mimi na tawasiliana. Wewe ina shida mkubwa mimi naelewa. Unisikiliza? Ndio nisha mkubwa. Haya ngoja jione. Binadamu kweli wabaya. Mwanangu, hapa kuna watu wamekuja. Na watu washenga wamekuja kuleta barua. Unaelewa? Lakini mimi mtoto wa kike siwezi kupokea majukumu yote. Sawa? Kwa hiyo nimewatuma kwa mjomba wako. Kule ndo tenda kumalizana. Kwa prosesi zote zitaendelea kule, mimi nitakuja kuletewa tu nini? Taarifa. Sawa mwanangu? Ndio. Kwa hiyo mimi naomba ulizie mwanangu kwenye hiyo ndoa. Sawa mama, nimekubali kuolewa. Lakini na mtu mwenyewe mpaka nione kwanza. Hilo halina shida, mimi nitamwambia mjomba wako, atamwambia, basi watakuja hapa nyumbani utakuja kumuona mwenzio. Wala hamna shida mwanangu. Sawa? Kwa umelizia mwanangu? Jamani. Mwanangu kalizia kuolewa tu. Mwanangu mdogo wangu kaniachia mtoto. Sawa. Nenda kaushege hivyo vyombo basi. Naomba niende nikaushege. Mwanangu. Mungu saidie mwanangu aolewe apate mume jamani. Mume mwenye busara zake mwanangu. Asalamu alaykum. Salamu alaykum. Salama. Wema. Wema, tunashukuru Mungu alhamdulillah. Wapi tena? Mwanangu natokea hivi nyumbani naenda. Vipi lakini usalama upo, maana nakuona kama upo sawa. Mwanangu usalama hakuna. Yaani shida kubwa rafiki yako. Rafiki yako toka mpate yule mwanamke. Mimi namuona yupo sawa. Tena yupo sawa kabisa. Mimi nimejaribu kukaa naye kumshauri aachane naye yule mwanamke. Lakini yeye anielewi. Mimi nimemwambia pia ninapolala, yaani naota ndoto mbaya sana. Yule mwanamke yule kwa uashiria, sio mwanamke mzuri kwake. Ila yeye hataki kuelewa. Pole sana mama. Asante mama. Ila tambua kwamba Nure pia ni binadamu na ana madhaifu yake pia. Kwa hiyo kama ulishajaribu kumwambia mara kadhaa lakini bado ikaonekana hali ni hiyo hiyo, basi nadhani chanzo kikubwa au mchochezi mkuu ni mwanamke wake. Ila siku zote kwamba naanza ishindani na jiwe. Naamini ipo siku tu atarudi, tutaongea vizuri na atakusikiliza. Cha kusaidia mamangu kwamba mimi na wewe tushirikiane ili mradi kumrudisha katika njia ya usahihi mama. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Naomba jitahidi sana katika hilo. Basi sawa mwanangu, haina shida. Mimi nikutakie mchana mwema. Haya na wewe pia baba. Haya sawa. Haya na safari njema uenda. Sasa hivi ni mavazi gani ambayo umevaa? Na mara ngapi na kuonya juu ya jambo hili? Sasa tazama, umekuja kwangu umevaa mavazi ya ajabu ajabu kiasi hichi. Nini maana? Sitaki kuona tena hicho, sawa? Okay, tuachane na hilo. Pointi kuu ambayo nimekuitia hapa, kuna ugeni umekuja hapa. Kuna mchumba ambaye amejitokeza. Je, una taarifa na hilo? Ndio taarifa nimesikia kutoka kwa mkubwa. Je, wewe mwenyewe uko tayari? Ndio mjomba, nimeridhia. Sawa. Kama uko tayari, haina shida, ila tu jitahidi. Ndoa ni zamana. Jukumu la ndoa ni kubwa.
Sio, umenielewa vizuri? Hatutaki leo na kesho marudi hapa, hapana. Sio, umenielewa? Maadili pia jitahidi sana. Sawa eh? Haya, ni hilo ambalo nilokuitia. Haya, nataka kaenda. Binadamu kweli wabaya, wanafanya mengi gizani, kwa macho huyaoni. Kitu gani kwani? Na una shida gani? Mbona umeingia mlango kupu kitu gani? Lakini mama, mimi nimechoka. Kilichokuchosha nini? Kwani jamani mama, kwa lazima mimi niishi na mwanaume ambaye nisompenda? Kwani nimkwambia mimi mama mpenzi ambaye ninampenda sina? Nimechoka. Wewe. Naona sasa unataka kunipanda kichwani. Si ndio? Unataka kunipanda kichwani na kuuliza. Hivi wewe pale sisi tuna kazi gani? Umeenda kwa mwanaume kuna kazi gani? Sikia nikwambie. Pale kuna kitu mpaka unifanikishie ndio ufanye mambo yako na wataka wewe. Utaishi na yule mpaka unifanikishie kitu changu ninachokitaka. Umenielewa? Sitaki unipande kichwani. Kwani mama, mimi nilikuwa lazima milazima, kwa nini nishirikishe mimi? Kwanza kipindi mnaanza mimi nilikuwa si mwende mkimalizane nyenyewe huko. Sitaki mnishirikishe. Tumalizane na nani? Na mimi nataka nimalizane na wewe, si ndio mwanangu? Wewe nataka nimalizane na wewe. Nilichokutuma nifanikishie ndio umalize mambo yako. Umeelewa? Nataka unifanikishie ninachokitaka. Alafu uendelee na mambo yako. Sawa? Sitaki unipande kichwani. Mambo yako akijinga huko. Hivi unajua babako kafia nini wewe? Babako unajua alichofia? Nisikize nikwambie, usinipande kichwani. Uochizo kama umekuanza huko, nataka unifanikishie ninachokitaka. Nimemaliza. Lakini mama, Lakini nini? Hivyo unakiti mambo wewe. Ushaanza uchizi. Nisikize nikwambie. Kwa yule mwanaume ninachokitaka unifanikishie, alafu ndio ufanye mambo yako kipumbavu. Umeelewa? Umbe chizi, uochizo wako huko. Umeelewa sijui? Yaani sitaki kabisa hiyo tabia yako. Yaani mitoto mingine bwana. Kama vile nimepoa bure. Lakini mama, sitaki upumbavu. Sitaki ujinga kabisa. Umeelewa? Sasa endelea. Kwani pande kichwani? Bwana mimi sitaki. Mimi nimechoka, nimechoka. Wewe usiniletee upumbavu wewe. Umeelewa? Tena usiniletee upumbavu kabisa. Ninachokitaka lazima ukifanikishe. Pumbavu wewe. Nataka kabisa ufanikishe kitu ambacho ninachokuagiza. Usiniletee ujinga mimi wewe. Na usinibomolee mlango wangu wewe mjinga wewe. Binadamu bwana. Unakuwa kama vile chizi. Umechanganyikiwa? Jinga. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh Mufti. Vipi hali? Nimekuja hapa kwa ajili yako. Karibu. Shakaribia lakini naona ushirikiano hakuna kabisa. Unajua tena tunafuatilia masuala ya kazi, tunaangalia aina ya minyoo, watu wananyoaje. Fashion mpya. Karibu. Okay. Katika matembezi yangu nimekutana na bibi. Amenilalamikia sana kuhusu wewe. Na changamoto alizonieleza nimeona sio sawa kabisa. Hicho unachokifanya sio kitu kizuri ndugu yangu. Hivyo nimekuja nikuulize shida nini? Sababu nini ya kufanya yote? Mimi hapa ninakuona kitu sijakielewa. Yaani umekuja kuniuliza ukiwa katika nafasi gani? Mtangazaji,
akili wa serikali, akili wa kujitegemea ndugu yangu. Yaani wewe umeniuliza vipi maswali kama hayo? Sababu sijaelewa. Umeniachinjia panda. Vizuri. Mimi ni rafiki. Na ni rafiki mwema. Ambaye najali kila mtu. Ambaye neno. Wewe ndugu yangu kama unakosea, hivyo basi ni wajibu wangu kukwambia kwamba hapo unakosea. Kwanza nashukuru kwa kuwa umetambua nafasi yako ya wewe kama rafiki kwangu. Sasa lakini naona majukumu yako yanapitiliza, yanakuwa ni zaidi ya mzazi sasa. Sababu hilo swali inatakiwa aje baba mdogo, mjomba aje ndo aniulize mimi. Na ndio kuulizwa na rafiki. Wewe unajua nini kuhusu familia yetu labda? Nikikueleza machangamoto au matatizo ya mama yangu, wewe unaweza kumfuata mama yangu ukamshauri nini labda? Kwa maana wewe mimi unataka kanishauri rafiki yako, mzazi, mlee vile, kimeenda kimerudi. Mama yangu changamoto zake, wewe unataka kwenda kumshauri kitu gani? Nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yule ni mzazi. Na siku zote mzazi ni wa kwanza unajua kabla yako. Mtu mzima hapuuzwi. Mzazi ni mzazi. Na siku zote naanza shindani. Huyo mwanamke ulionaye hakufai ndugu yangu. Umesema? Achana naye. Mbona wanawake wapo wengi? Wanataka kuharibu. Ndugu yangu umekuja kipindi kibaya sana. Niko busy sana na baadhi ya mambo hapa. Kwa hiyo ni vyema zaidi labda tukatafuta muda mwingine wa kuongea. Tofauti na hapa ofisini. Alafu soshe nishavurugo sasa hizi. Mke wangu anahitaji hela na hapa sina hela, kwa hiyo malipo ofisi imetulia, umeme hamna, kwa hiyo nipo tu hapa. Kwa hiyo ndugu yangu niache kidogo. Giza la shuka pole pole, siri za kusanywa kimya, macho yaona yasiyoonekana, hatima yasogea karibu.